Bwana, ni wiki ya malango, ni wiki ya kufungua malango yaliyofungwa kwenye maisha yako. Kumbuka waliohudhuria Jumapili tulielezea kuhusu malango, umuhimu wa kila lango kwenye maisha yako. Tulielezea umuhimu wa lango katika maisha yako, ambapo kama unakumbuka tulikwambia kwamba kila roho kuna lango la kila roho, kuna lango la kila roho. Ukihitaji biashara kuna lango la biashara, ukihitaji kazi kuna lango la kazi, ukihitaji pesa kuna lango la nini? Pesa. Na adui hapambani na biashara yako, hapambani na hiyo kazi yako. Kama ulikuwa unadhani kazi yako hiyo adui anapambana nayo, no, anapambana na lango ili usipokee kazi yako. Nasema nabii unaongea nini? Niliwaelezea juzi kwamba kwa mfano unaposema wamenipiga, wamezuia fedha zangu, au wamenipiga nisipate pesa, wengine wanatamka wanasema wamefunga pesa zangu, wameharibu biashara yangu, wameharibu kazi yangu, wameharibu ndoa yangu. Sasa labda nikusaidie tu, huna kazi, huna biashara yako kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Biashara ipo kwenye ulimwengu wa roho, kazi ipo kwenye ulimwengu wa roho na sio yako. Kusaidie tena, kuna mtu anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unabarikiwa mpigie Yesu makofi na vigelegele. Amen. Pigie tena Yesu makofi na vigelegele. Sasa wengine wanasema wamenifungia biashara zangu, wamenifungia kazi yangu. Kwa ufupi, huna kazi yako, huna biashara yako, huna pesa yako. Amen. Pesa sio ya kwako, kazi sio ya kwako, kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Wewe unachopewaga ni mlango ili upokee. Naomba uelewe, unaweza ukawa na mali, unaweza ukawa na utajiri, lakini kuambia kwenye ulimwengu wa roho utajiri sio nini? Sio wa kwako, it's not yours. Maana umepewa tu dhamana. Amen. Umepewa nini? Dhamana. Kwenye ulimwengu wa roho we don't speak, hatutamki maswala mfano ya yale unayomiliki. Kwa mfano unasema nimemiliki biashara yangu, nimemiliki kazi yangu, nimemiliki sijui nini, au pesa zangu, ukasema au nyumba yangu, au sijui gari yangu. Kwenye ulimwengu wa roho haipo kitu kama hicho. Nikusaidie. Mfumo wa magari hapo kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Pesa ipo kwenye ulimwengu wa roho. Mali ipo. Umaskini pia upo kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kinacho mata ni mlango upi uliofunguliwa kwako kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unabarikiwa mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kama unabarikiwa mpigie tena Yesu wetu makofi na vigelegele. Amen, amen. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, atuongelei kwamba hivyo vitu ni vya kwako. They are not yours. Amen. They are not yours. They are not yours. Kwenye ulimwengu wa roho ukisema kwamba pesa yangu, biashara yangu, kazi yangu, kwenye ulimwengu wa roho they are not yours. Sio za kwako. Hello. Sasa hivyo vitu sio vya kwako kwenye ulimwengu wa roho. They are not yours. They are not yours kwa nini? Au kwa namna gani? Au kwa sababu gani? They are not yours kwa namna gani? Au kwa sababu gani? Sasa nataka nikusaidie ili uweze kuelewa siku ya leo. Kama uko hapa mpigie Yesu makofi. Sasa kwenye mfumo tunaongelea mfumo wa kiroho. Hamna mtu ambaye amemiliki kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Vyote sio vya kwako, ni vya roho
husika inayokutawala. Kama wewe unatawaliwa na ulimwengu wa giza, ulimwengu wa nini? Wa giza, ina maana vyote ulivyo navyo vinamilikiwa na ulimwengu wa nini? Wa giza, pamoja na wewe. Kama ni kwenye ulimwengu wa Mungu, Roho Mtakatifu au Roho wa Mungu, vyote ulivyo navyo vinamilikiwa na nani? Na Mungu. Vinamilikiwa na Mungu. Sasa wewe huna unachokimiliki kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho, bali utakuwa nacho wa kuambia umekimiliki kwa sababu ya roho iliyokaa ndani mwako. Ina maana mwenye nguvu na uwezo wa kuhakikisha uwe na pesa ni roho kiongozi inayokuongoza wewe. Kila mmoja una roho inayokuongoza. Kuna maroho aina ngapi? Aidha giza au ya nuru. Una roho inayokuongoza. Mtu asikudanganye kwamba bwana, mimi siendi kanisani, nafanya biashara yangu na uwezo wangu. No, unategemea roho. Unategemea nini? Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna roho unayotegemea kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Unayo roho unayotegemea. Sasa utasema labda kama sio ya kwangu hiyo biashara, mbona mimi naifanya? Ndio sasa tunakuja kwenye point yetu siku ya leo. Sema amina. Sababu kwa nini biashara sio ya kwako? Duniani hapa kuna roho ya nini? Ya biashara. Kuna roho ya utajiri, kuna roho ya umaskini, kuna roho, vyote vile vinamilikiwa na mfumo wa kiroho. Mfumo wa nini? Wa kiroho. Sasa mtu au mchawi au mganga hana mamlaka, hana uwezo wa kupiga roho ya pesa. Narudia tena, mganga au mchawi hana uwezo wa kupiga roho ya nini? No, hana uwezo. Ile ni roho ambayo ipo duniani, itakuwepo na itakuwepo na itakuwepo. Narudia tena, mganga au mchawi hana uwezo wa kupiga roho ya nini? Ya pesa. Hana uwezo wa kupiga roho ya kazi. Hana uwezo wa kupiga roho ya labda ya mali au roho ya elimu na kadhalika. Hana uwezo. Kwa sababu ile ipo, it's there. Mtu yote akiingia anapata roho ya kazi, anapata roho ya biashara, kwa sababu ipo kwenye spiritual realm, ipo kwenye mfumo wa kiroho. Ndio maana tunaita roho. Halo? Amen. Sasa na wewe pia umiliki, sio ya kwako. Ukienda unafanya biashara, usiseme biashara yangu. Hauna biashara wewe. Ndio maana pia hiyo biashara unaosema ya kwako inavurugwa na mganga, inakuja kuvurugwa na mchaka, sio ya kwako. Amen. Kila mtu anaweza kaingia kwenye biashara akaifanyia chochote, akanenea ile biashara. Ile biashara kazi yake ni kutii maagizo ya mfumo wa kiroho unaotawala. Amen. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa na biashara yako, ile biashara yako ina masikio, inatii maagizo. Kwa hiyo anakuja mwingine pia anaongea na ile biashara hiyo unayofanya kwamba biashara usikae kwa fulani na biashara ikae kwa nani? Kwa fulani. Kwa hiyo sio ya kwako. It's there kwenye spiritual realm. Amen. Sasa nini kinachofanyika? Nini kinachofanyika? Wewe ambaye una mfano unafanya biashara au una kampuni yako ambao unasema ni kampuni yangu, biashara yangu, ambao nataka nikusaidie leo kwamba huna nini na hujawahi kuwa na biashara. Huwezi ukamiliki roho ya nini? Ya biashara. Huna uwezo wa kuimiliki, bali wewe utaicontrol katika miliki ya kiungu au miliki ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni biashara yako unavodai, unaifanya unavodai, lakini inabidi uende kwa mganga. Umwambie nisaidie, leo inayumba kidogo, nichochee isifanye nini? Isiumbe. Biashara hiyo unasema ni ya kwako, lakini unaenda kwenye maombi, mchungaji au nabii au nani mtumishi yule akusaidie kwenye biashara yako. Ina maana sio ya kwako. Amen. Bali
ni roho inayokontroliwa na mamlaka za kiroho. Ni pesa yako unavodai wewe, unayo kwenye akaunti yako, lakini inapeperuka. Inabidi mtafute mtumishi au mtumishi wa kiroho akusaidie isifanye nini? Isipeperuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Kwa sababu wewe huna dhamana naye. Huna dhamana naye. Ndio maana umekaa nayo, anapita mwingine pia anapita nayo na spidi 200 kupitia uganga au uchawi, na unakuta unaishiwa kabisa. Sasa nimnarudia tena, sasa twende vizuri. Hamna mtu mwenye biashara, hamna mtu mwenye uwezo ukasema roho ni ya kwangu. Huna mamlaka ya kumiliki roho. Amen. Na vyote hivyo, biashara, kazi, nini ni roho. Ndio maana tunaitaka roho ya kazi, roho ya biashara. Huna mamlaka ya kuimiliki, huna uwezo. Chochote kinachoitwa roho huna uwezo wa kuimiliki, bali unakipata kupitia kodi ya kiroho. Kodi ni namba za siri ambazo zinapatikana. Kwa hiyo kodi za kiroho, namba za siri za kiroho, ambazo mfumo unaoongoza hayo mambo ya siri za kiroho zinaongozwa kwenye mfumo wa siri. Siku zote mfumo wote wa roho ni nini? Ni siri. Watu wanasemaga kwa gizani huko ndo wanafanya mambo yao gizani kwa siri. Listen, hata kwa Mungu ni kwa siri. Ndio mfumo wa kodi za kiroho. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, nyinyi mmejaliwa kuelewa siri za ufalme wa nini? Wa mbingu, lakini wengine hawajui. Andiko linakuambia kwamba unapotaka kuomba usiende mambo yako ovyo ovyo, nenda jifiche sirini, ili Mungu wako aishie wapi? Sirini. Mungu mwenyewe anakaa wapi? Sirini, kwenye mfumo wa kiroho. Anasema atakusikia. Lugha nyingine, huwezi ukaingia kwenye mambo ya kiroho openly. Njoo gizani, wanaenda gizani kwa siri huko. Sisi tunaenda wazi, hamnaga cha wazi. Yesu mwenyewe anaambia wanafunzi wake kwamba nyinyi mnajua siri za nini? Mmejua siri za huko mbinguni, lakini hawajui hizo siri. Hawajui hizo nini? Siri. Mungu mwenyewe anakaa sirini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima upate code. Ndio maana ya siri ni kwamba lazima ufunguliwe code, namba za siri za kukuingiza kwenye mfumo wa roho husika. Do you get my point? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima ujue namba za siri. Sasa lazima ujue code za siri kwamba mimi ni mikoje. Unajua uwezo ukawa tu mtu ambaye unasema mimi ni Mkristo. Mkristo gani? Mimi nasali. Unasali vipi? Leo ukitafutwa mtu ambaye anahusika kwenye principles za kiroho, wewe upo? Au unasema niombe nipate pesa? Haya mambo si ya maombi. Katika unafikiria tu bandikiwe mkono utoke hapo uende ukapate mali. No, kuna code zake, kuna principles zake, kuna kanuni zake. Ndio maana haya masuala ya kiroho huwezi ukashika tu unashika mic na unasema mimi nabii naenda kusimama kwa madhabahu pale ya Nabii Baraka nitoe neno. Hauwezi. Hata nikipatia haya chukua mic, hutaweza kwa sababu hujui code zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mfumo wa kiroho ulivyo. Kumbuka wale wana wa Sakawa walienda kutoa mapepo. Okay, mtu yote lazima anatoa pepo. Kwa walienda nao kutoa nini? Pepo. Maandiko yanasema wakafika wakaanza kutoa pepo. Pepo toka. Mapepo akamwambia hebu tulieni kwanza. Mapepo akamwambia tulieni kwanza. Akamwambia hivi, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, lakini nyinyi ni nani? Okay, wao si wanadamu kama Paulo, lakini kuna code za ulimwengu wa nini? Kwenye roho kula wapo. Kwenye system za roho waweza kutoa pepo hawapo. Wanazozifanya. Kwa hiyo haya mambo yanaenda kimfumo kwenye principles za kiroho. Ndio maana kila eneo, nimesema kuna maeneo mangapi? Mawili. Eneo la giza na eneo la nuru. Kila eneo iwe ni gizani wana code zao na utaratibu wao wa miliki zao kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Na kwa Mungu pia kuna code na miliki katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Hamna mtu mwenye mali, hamna mtu mwenye utajiri. No, unapewa. Unapewa. Ndio maana Yesu anaongea maneno haya, anasema
usiangaikie maisha yako, ule nini, unywe nini. Anakuambia kwa nini usihangaike? Anakuambia bali tafuta kwanza nini? Ufalme wa Mungu na nini? Alafu anasema na hayo mengine yanayokusumbua utafanya nini? Utazidishiwa. Lugha nyingine kwamba wewe huna uwezo wa kuwa nazo, bali unapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huna uwezo, wewe unapewa. Kwamba ukiingia kwenye ufalme wa Mungu, ukautafuta huo ufalme, ukatafuta huo ufalme, ukakaa kwenye huo ufalme, sasa uingie kwenye system, utapata kodi zako, namba zako za siri za kuingia humo ndani, na hayo sasa yanayokusumbua utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the principle. Sasa sio kwamba wewe unaamka tu asubuhi kwa kuwa wewe unasali au ni Mkristo au unaenda kanisani unaenda unapokea. No, kuna namna ya kutune mambo yako ili uende kwenye mfumo wa kupokea. Ndio maana hapa tulipokaa, umekaa hapo mbele, listen, sio wote mnabarikiwa. Nasikitisha lakini niongee ukweli. Sio wote mnafunguliwa. Kwa nini? Lazima awe ni mtu ambaye yuko tayari kuingia kwenye system ili afanye nini? Afunguliwe. Lazima ujue kwamba mimi natakiwa niende wapi, niwe wapi, nitulie kwenye system ipi ili nifunguliwe. Hivyo watafunguliwa watu lakini ufanye nini? Ufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba moja, lazima uelewe kwamba kama unataka ufunguliwe kwa Mungu, nimesema kuna roho za aina ngapi? 2. Kama unataka ufunguliwe kwa Mungu, lazima ujue namna ya kuingia kwenye system ya kiungu. Siwezi kusema tu nakubariki nenda kafanikiwe kama upo kwenye system, nothing. Yohana, leo hapo ulipo, hata mtu akupe milioni 100, pap, anayekuwa milioni 100 atakucheka kama anajua mambo ya code ya system. Atakucheka, anakuambia nimekupa hela lakini hautafanyia chochote. Why? Uwezi ukaimiliki mpaka uingie kwenye mfumo, upewe kibali cha kuimiliki. Mambo yatakuwa mengi, utashangaa hiki unafanya hiki, kuja kushtuka 100 ufanye nini na hujafanyia chochote. Kwa sababu kupewa hela, kupewa milioni 10 mfukoni mwako leo, sio kwamba ndio umetoboa. Sana sana inaweza kukupatia matatizo, inaweza kukufupishia maisha yako bure, kwa sababu mambo utakayofanya sio mambo yanayotakiwa yafanyike, kwa sababu huko kwenye system. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapa, mpigie Yesu makofi. Huko kwenye system. Sasa unasema nabii, sikuelewi una maana gani? No, kwenye mfumo wa kiroho, narudia tena vizuri, hamna mtu mwenye miliki ya roho. Anayemiliki roho ni Mungu pekee yake. Na kama ni kwenye ulimwengu wa roho, ni kwenye ulimwengu wa roho. Huko kwenye ulimwengu wa giza wanamiliki maroho yao pekee yao. Sasa nabii roho gani? Roho ya utajiri, roho ya pesa, roho ya mauti, roho ya uzima, roho ya nini? Vyote hivyo huna miliki nayo. Wewe utakuwa navyo kwa kuwa umepewa, au umepewa kama dhamana, au umepewa kwa mfumo wa kiroho mwingine. That's it. Sasa wanao control roho ni nani? Wanao control roho ni nani? Wanao control roho ni viongozi au wakuu wa kiroho au falme za kiroho. Tunapoongea falme, tunaongelea mamlaka na mfumo wa kiroho. Hao ndio wanaoongoza nini? Roho. Sasa kama ni kwa shetani, nguvu za giza huko, na wafalme wao nani? Wale viongozi wa kiroho za giza. Unapoenda kwa mganga, unaenda kwa kiongozi wa roho ya giza. Ana mamlaka kwa ulimwengu wa nini? Wa roho ya giza. Yeye anahusika na mfumo wa roho za nini? Za giza. Ndio maana anasema nitakutumia majini. Anatuma kweli majini.
atakutumia mapepo, na anatuma kule nini? Mapepo. Na aombi ruhusa, kwa sababu ukiongea mfano biashara ni roho ambao wewe huna miliki nayo ya kuicontrol kwamba sasa ni ya kwako. Biashara kama biashara ni neno ambalo limebeba roho ya biashara duniani kote. Kuna mtu anafanya biashara Marekani, kuna mtu anafanya biashara Canada, kuna mtu anafanya biashara Iraq, kuna mtu anafanya biashara Irani huko, kuna mtu anafanya biashara Tanzania, mwingine yuko Uganda anafanya nini? Biashara. Sawa? Biashara anaifanya ameingia kwa kodi ya biashara ile. Mwingine ameidandia tu kama treni tu huko, hajaingia kwa kodi, anaingia kwenye hasara. Mwingine anaingia kwenye faida kwa sababu anayo kodi yake. Kodi ni ile roho inayo control ile biashara. Sasa yeye ameichukua kama dhamana, hana miliki nayo. Hana nini? Miliki nayo. Ndio maana mtu yeyote anaweza akachungulia ile biashara. Mganga mmoja yuko tu huko porini huko, anachungulia biashara yako na anaiona vizuri sana. Na anaijua, anaweza kujua mpaka una majumba mangapi. Anajua mpaka una hela kiasi, anajua mpaka umeishiwa. They know everything. Si kwamba wajui. Why? Kwa sababu ile biashara sio ya kwako, ile ni mfumo wa kiroho. Ile ni system tu ya kiroho ambayo wewe umeingizwa kule. Kama ni ya kwako basi usingefilisika. Kama ni ya kwako isingeisha. Kama ni ya kwako usingepata hasara. Kama ni ya kwako usingepigika. No, si ya kwako. Ni mfumo ambao upo. Amen. Ndio maana kila mtu anaweza kaingia kule. Mganga anaingia kule na yeye anaivuruga. Anaivuruga sababu si ya kwako. Anaivuruga. Unashangaa sasa ulikuwa unapata hiyo pesa, ulikuwa unapata biashara ikiwa inaingiza faida, sasa ifanye nini? Haingizi faida. Haingizi faida. Alikadhalika na kazi, elimu na kadhalika. Chochote kinachoitwa kwenye mfumo wa roho sio cha kwako. Unapewa wewe kwa dhamana na nguvu ile ambayo umefanya nini? Inayo control kila ambacho umepewa. Kwa hiyo sasa inakuwaje sasa mtu anakuwa na hiyo mali? Inakuwaje mtu anakuwa na biashara, anafanikiwa? Sio yeye anayefanikiwa. Sio yeye anayefanya nini? Amnaga mtu mwenye akili ya kufanikiwa kwenye biashara yake. Biashara ni roho. Una akili nayo. Tena wenye akili kabisa ndio hawafanikiwa hata kimoja. Bali ni mfumo ambao wewe unaingizwa alafu unapewa nguvu yake. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Utajiri, ili yatimize agano lake. Wewe huna. Na anasema usije ukatambo ukasema ni nguvu zangu, akili yangu, uwezo wangu ndio umenipatia utajiri. Wanasema no, haipo kitu kama hicho. Haipo kitu kama hicho. Haya mambo yanaenda kimfumo. Yanaenda kwa nini? Kimfumo. Sasa kuja kwenye point yetu tuanza nayo. Naomba nirudie kwenye point yetu ambayo ni muhimu sana kabla sijamaliza. Hamna mwenye milki isipokuwa uwezo na wa nguvu wa mfumo uliopo kwenye system za nini? Za kiroho. That's it. Hamna mwenye milki. No one. Utasema baba, wewe unadanganya, biashara hii ya kwangu. Sio ya kwako. Ndio maana unayo pressure na hiyo biashara. Unapoenda kuifanya moyo unapanda unashuka, kwa sababu sio ya kwako. Hujui muda gani itaota mabawa ifanye nini? Iondoke. Je, biashara inapigwa? Kazi inapigwa? Vyote vilivyopo kwenye mfumo wa roho hamna mwenye uwezo wa kuvipiga. Hamna, isipokuwa aliyeumba roho mwenyewe. Narudia tena. Hamna mtu, Bwana Yesu asifiwe sana, mwenye uwezo
wa kupiga roho au kuua roho, isipokuwa mwenye uwezo na mamlaka yake Mungu pekee yake. Sasa hapo tunaongelea stream, highest stream, tuongee highest authority, highest controlling spiritual controlling powers za ulimwengu wa nini? Wa roho, ni Mungu pekee yake. Hapo hata shetani afikii. Yeye ndio tunayesema aliumba mbingu na nini? Na nchi. Yeye ndio mwenye uwezo, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba roho zote. Yeye ndio mwenye uwezo wa kuua roho, sio wewe. Na yeye ndio mwenye uwezo wa kufunga au kupiga roho, sio wewe. Yeye ndio mwenye uwezo wa kuondoa roho. Amnaga hata awe ni mchawi, awe mganga mkubwa kiasi gani, awe nani, awe mchungaji, awe sijui nani, awe nabii, awe sijui nani, padri, hamna mwenye uwezo wa kupiga roho. Amen. Hamna mwenye uwezo wa kupiga roho. Hamna mwenye uwezo wa kupiga roho. Chochote kinachoitwa roho, kwa mfano roho ya pesa, mtu asidanganye kwamba kuna mtu anapiga pesa. Pesa ni roho ambayo ipo kwenye system duniani kote. Jina pesa, jina nini? Pesa. Iko Marekani, iko Canada, iko Japan, iko Marekani, iko Australia, iko Afrika, iko wapi, inaitwa nini? Pesa. Hamna mwenye uwezo wa kuipiga. Mtu asikudanganye. Neno jina tajiri, hamna mwenye uwezo wa kuipiga. Kinachoitwa roho, roho ya pesa, roho ya kazi, roho ya biashara, roho ya nini, roho ya mauti, roho ya uzima, hamna mwenye uwezo, ni Mungu pekee yake. Basi inakuwaje mtu anakuwa na biashara inapigwa? Inakuwaje mtu anakuwa na biashara inaharibika, pesa inaharibika, anatafuta kwa manati apati? Sasa hapo tunaingia kwenye somo letu la wiki ambao tulianza Jumanne. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na mimi? Kwamba wanachokifanya hawana uwezo, wana uwezo wa kwenda kwenye ulimwengu wa roho, wakaiona pesa, wakaona ile roho nini ya pesa. Roho ya pesa inaonekana anywhere. Hata mimi nabii naweza nikafanya nini? Nikaiona. It's a spirit. Hasa mtumishi wa Mungu au mtumishi wa shetani, kazi yao ni kuhudumia roho, kupambana nini na roho. They know. Wanaweza asifiwe sana. They know. Anakuja kwa Biblia tunasema watii na kunyenyekea hao watumishi wa nani? Wa Mungu. Wanaweza asifiwe sana. Kwa sababu wanakesha kwa ajili ya roho, wasifanye hivyo kwa kugua. Kwa sababu wanataka wapeleke nini? Mahesabu. Wanaweza asifiwe sana. Wanapeleka nini? Mahesabu. Kwa hiyo anayepeleka mahesabu ya roho kwenye ulimwengu wa roho ni mtumishi. Unanielewa sawa sawa? Anayepeleka mahesabu ya roho kwenye ulimwengu wa roho ni mtumishi. Anayepeleka mahesabu ya roho kwenye ulimwengu wa roho za giza ni mganga huko na kadhalika. Hana uwezo wa kuivunja, hana uwezo wa kuharibu, hana uwezo wa kuipiga ile roho. No, lakini ana uwezo wa kujua mahesabu yake. Ana uwezo kujua nini? Kwa hiyo ana uwezo, lugha nyingine, anakesha kwa ajili ya roho yako. Kwa hiyo anakesha, ana uwezo wa kujua ukweli, principles za roho, mfumo wa kiroho uko wapi, unaweza ukaonekana, unaweza usionekane. Ana uwezo. Ndio maana anakemea roho za giza, anakemea roho za uchawi, anakemea roho za uganga. Ana uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa roho, kupigana vita kule, kupigana na ulimwengu wa nini? Wa roho. Lakini ukweli ni moja, ujue kwamba mwenye uwezo wa kuua hizo roho hamna, ni Mungu pekee yake. Kwa hiyo kama unasema biashara yako imekufa, unaga biashara kwanza, na utakawe na biashara la siku hii. Ile sio biashara yako, ile sio biashara yako. Pesa yangu ile sio pesa yako. Ndio maana in reality ina pesa ulionayo. Kama mtu yote ana pesa, atoe tu pesa yote mfukoni mwake. Nataka nikwambie kitu, mtu yote tutoa pesa ulionayo, tunataka nikusaidie. Tuko kwenye seminar ambayo wiki lazima tuingie kwenye kozi nzuri.
Wengine wanaogopa kutoa pesa. Pesa ulionayo tutoa mfukoni mwako. Hiyo pesa ichungulie tu vizuri. Hiyo pesa ndio ya kwanza ukaa mkononi mwako. Hiyo pesa mnajua imepita kwa mikono ya watu wangapi? Watu wengi. Hiyo pesa, na leo huenda jioni siwe kwenye mikono yako, ikawepo kwenye mikono ya mtu mwingine. Uliyetoa pesa mkononi mwako, Mungu wangu azalishe hiyo roho ya pesa kwako. Amen. Rudisha. Sasa nikupa mfano tu ili ujue. Nimekupa mfano fanya nini? Ujue kwamba pesa sio ya kwako. Utajiri, neno tajiri, utajiri. Yupo ambaye leo ameingia amekuwa tajiri leo. Yupo mwingine tajiri mpya mjini amehesabika nini leo. Kuna mwingine pia siku ya leo amefilisika hapa mjini. You get my point? Ni kama safari tu ya ni kama mbio nasema za kijiti za nini za kupokezana. Kuna mwingine amefika leo, mwingine amepoteza leo. Sio kwako. Uwezo ukabiliki roho. You have it kwa kuwa umeingia kwenye system code. Na pia unaweza ukanyang'anywa wakaondoka naye wahusika wanaomiliki. Sasa tuende kwenye point yetu. Nilikuwa nasema kwa nini basi mtu anza biashara yangu imefilisika? Biashara imefilisika, kazi imeharibika, sipati wateja, sipati faida. Namba moja nimesema, narudia tena. Unaga biashara wewe. Na utakaa uwe na biashara yako. Wewe ni dhamana tumefanya nini? Umepewa kwenye kodi kuingia kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Huko kuna biashara huko. Na wewe ukaenda humo ndani ukaingia kwenye hiyo nini? Biashara. Ndio maana mganga sasa anaweza akaingia kukuharibia. Haribu ile biashara. Hana uwezo wa kuharibu roho ya biashara. Ila wewe anakuharibia usipate nini? Biashara. Anakuharibiaje sasa? Tuje kwenye kweli. Hana uwezo wa kupiga. Hana uwezo wa nini? Kukupiga. Hana uwezo wa labda kukuua ili yani kukuua akutumie roho ya mauti. Sasa kufa ufe. No, leo niwasaidie ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu ambacho ni code ambayo ni applicable kwenye system za kiroho, ambayo nilianza kufundisha juzi, inaitwa lango. Sema lango. Amen. Kila roho ili itoke kwa point A ije point B itafata mfumo wa system inayoitwa lango. Lango la kiroho. Amen. Sasa lango utumikaje? Lango ni mfumo wa kiroho ambao umeletwa na Mungu, lakini mwanadamu na roho zingine zinazo access tu. Amen. Kwa hiyo wewe mwenyewe una access ya lango, mimi na access ya lango lako nikitaka, na mwingine anaweza kuwa na access ya lango lako akitaka, unless unaweza ukawa under controlling system ya nguvu kubwa ya kiroho ambayo italinda lango lako. Kila mtu ana lango, na lango lile ndio funguka kuleta roho zote. Hata yule ambaye anakufa leo, mauti imepita kwenye lango. Kwenda kumfanya nini? Kumaliza. Kwa mfano, kuna siku mtoto wangu mmoja ananiambia, baba, mbona unabariki watu? Mimi naomba leo baba sitoke hapa ofisini, nipe utajiri. Yani nifungue hapa baba, nitamkie. Biblia inasema tena kaja na mafungu ameyakariri, akawa anasoma kwenye karatasi chake. Oh, amini nabii wa Mungu ndivyo utafanikiwa. Akanisomea si nini, pokea usi ampokee nabii atapokea thawabu ya nabii. Akata sasa, baba mimi sitoke hapa leo, nipe utajiri. Nikasema, Mungu nisaidie, huyu ni mjibuje? Akaniambia, una uwezo. For the first time akaniambia, una uwezo wa kumpa anavyotaka. Unaweza kumpa anavyo nini? Lakini hilo lango litafunguka kwa kasi. Atabeba na mabaya, ataondoka naye. Kwa sababu mimi sitakupa hizo fedha unazotaka, ila nitakupa lango.
na ile lango nitalitamkia kwa nguvu gani iweze kufanya maajabu kwako. You get my point? Okay, mwingine labda hujanielewa. Kwenye lango la uzuri mitumwa hao watumishi wa Mungu wawili wanafanya nini? Wanapita, wanamkuta tena huyu kipofu, huyu ombaomba. Maandiko yanasema huyu kiwete, huyu kiwete, sio kipofu, kiwete ombaomba huyu. Maandiko yanasema alipoona alitegemea apate nini? Chochote. What happens? How this watumishi wa Mungu wawili wanasemaje? Wanamwambia listen, wanamkazia macho, wanamwambia tutazame. Fedha hatuna, dhahabu hatuna, lakini tulichonacho tutafanya nini? Takupa. Wanafungua lango. Wanafungua lango. Okay. Hapa twende hivi. Wanamfungulia malango na wanatumia power, nguvu itakayofanya kazi kwenye ile lango. Kwa jina la Yesu fanya nini? Amka. What they do, walisema tulicho nacho. We have a power ndani mwetu ambayo tukiachilia. Sasa this is what happens. Ukiona, ndio maana angalia vizuri sana, maana wote tunataka ni watu wazima na hamna mtu tahira. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona mafanikio yanamiminika baba, mabaya pia yanafanya nini? Yanamiminika. Au unaongea uongo? Unapoona pesa inaingia baba, ndio pia utapokea na simu. Siku zingine upigiwe simu. Jamani, mjomba naumwa, sisi tunaomba pesa, tunaomba nini? Why? Kwa sababu mfumuko ule umefunguka wa lango wa pesa. Kwa hiyo inatakiwa itoke, iingie, itoke, na mengine pia yanapita humo ndani. Yanapita humo ndani. Leo nimekufungua hapa, nikaweka mikono yangu, lazima Baba mpe roho ya kazi kubwa, cheo, na ukapokea, ukaripuka hapo, ukaondoka naye hapa. Unaingia tu unapokea roho ya kazi, cheo, unapokea na roho ya maadui, roho za chuki, roho za wivu. Wengine tu from now anaibuka tu, anaanza na kuendea tu kwa mganga. Huyu jamaa anajiinua, anajifanya hapa, acha niamini mshughulikie. Yaani kuna vitu vinaanza from nowhere. Unaona mambo mengi yanatokeza, atago. Why? Kuna mlango umefanya nini? Umefunguka. Ule mlango unapitisha roho ya aina yoyote. Malango yako yatakuwa nini? Wazi. Hata fungo usiku wala nini? Mchana. Sasa ili hao watu wa duniani wakuletea utajiri wakiambatana na wafalme wao. Sasa aliponiambia baba nikamwambia baba nifanyeje? Aliponiambia huyu mtoto wangu wa kiroho anataka utajibaka, ananiambia mwambie ukweli. Kama yuko tayari. Kama yuko tayari piga abebe. Nikamwambia uko tayari kubeba hayo yote ambayo yatatokea? Kwa sababu the moment na kufungua hapo, unataka nifungue malango hayo unataka. Mimi sitakupa hiyo pesa. Nitafungua malango ili upate nini? Pesa. Hayo malango nitakayofungua, kuna maroho mengine yako site anakusubiri. Yaani wewe unatembea na kunyemelea. Yapate mpenyo wa mlango hapa nini? Pate mpenyo wa mlango hapa nini? Yaingie. Pepo mchafu mtoka hapo, mtu anaenda sema pasipo na maji, anasema nitarudi wapi? Kwangu. Anakuja kukuta pasafi pamefagiliwa. Pasafi hapa nini? Ameingia kwenye lango hilo pasafi pamefagiliwa, anasema wow. Aingie hapo kwanza, anaenda atafuta wengine 7 wabaya kuliko nini? Yeye. Alafu anasema njooni hapa pako wazi tuingie. Mwanzoni mbona alitoka mwenyewe? Mbona kutoka na 7? Mbona amerudi na 7? Kwa sababu kuna interest mule ndani, kuna kitu, kuna kivutio kimeonekana ndani ya lango. Ndani ya nini? Ya lango. Hapa nawafundisha mambo ya ndani so deep kwenye ulimwengu wa roho. Mwenye kuelewa atajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikamwambia unachokiomba kitafungua malango ya mambo mengine mengi ambayo alikuwa amefunga.
Hapa niweke mfano. Niweke mfano nisimchanganye mtu mwingine. Niweke mfano. Wana wa Zebedayo wale wawili wanaenda kwa nani? Kwa Yesu pamoja na mama yao anawapeleka. Mama yao anaomba, ile ni kuomba roho wapokee. Naomba mtoto wangu mmoja apate cheo, awe mkono wa kushoto, mwingine mkono wa nini? Wa kulia. Mmoja awe waziri mkuu, mmoja awe makamu wako. Ndicho alichoomba kwa ulimwengu wa nini? Wa roho. Yesu akageuka akamwambia yule mama, wataweza kunywa kikombe? Wengine kuna outcome. Unachokiomba kitafungua malango, na malango ambayo atafunguka ambayo mnataka myafungue hayo, mimi atanipeleka msalabani. Wengine, mimi Yesu, safari yangu ya malango nataka kuyafungua kwangu haya, yanayo safari yake kwenda wapi? Msalabani. Yanayo safari ya kunywa kikombe. Kwa hiyo Yesu akamwambia hivi, mnachokiomba mnakijua? Mko tayari kunywa kikombe? Wakasema tuko tayari. Hawakufikiria. Si kama we are ready baba, we are ready. Baba, we are ready. Yesu akamwambia hakika mtakinywea. Sema Biblia. Halo, sasa kikombe wapi na wanaomba wakae kushoto na kulia? No, issue ni kwamba wanaomba wafunguliwe lango ambalo ndani mwake kutaleta mambo mengi. Soma historia yao. Tena hao wawili walikufa kifo vibaya sana. Wengine walikufa, tena wengine walisulubiwa wao kichwa chini miguu wapi? Juu. Ndio maana unapoingia kwenye mfumo wa kiroho, kila mfumo wa kiroho inao procedure zake. Hata ulimwengu wa roho Mungu inao procedure zake kwenye ulimwengu, kwenye mfumo. It doesn't come like that. It doesn't come like that. Mpaka ujue, kwa sababu kila lango linalofunguliwa likishafunguka una create na opposition. Yaani kama mlango utakafunguliwa kwako ni positively. Tunapoongelea positively ni kwamba ni mlango ambao ni wa neema kwako, sio mbaya, kwa sababu kuna malango pia ya mabaya yanafunguliwa kwako. Amen. Utasema nabii una maana gani? Sasa ndio utakuja kwa mchawi anaharibuje kazi yako, anaharibuje biashara yako. Ni kwenye lango. Hana uwezo wa kupiga biashara. Biashara ndio maana utaangalia kama unataka kuamini. Kama unataka kuamini. Biashara inaharibiwa kwenye lango la jina lako na wewe. Jina, sio ile biashara. Ndio maana